Mambo vipi mtazamaji wa michezo extra? Leo niko na shabiki wa Simba hapa, amekuja kuongea mawili matatu kuhusiana na mchezo wa jana ambao ni mchezo wa shirikisho ambao Simba Sport Club walikuwa nyumbani katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya Stellenbosch. Simba ameondoka na ushindi wa goli moja akiwa nyumbani. Bwana, umeonaje mchezo huo, Simba dhidi ya Stellenbosch ambaye alikuwa katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya Simba? Mchezo ulikuwa mzuri sana, lakini niseme tu kwamba ni makosa bado ni yale yanaendelea. Makosa ya kushindwa kutumia nafasi. Umeona, kwa sababu tumeona nafasi ya wazi ambayo ipata Jean Charles Ahoua. Na nadhani ndio nafasi kubwa sana ambayo Watanzania mpaka leo wanaililia, kilio chao mashabiki wamekuja nini kwa sababu kosa lile goli. Lile goli ni la wazi kabisa. Amepambana na ile Mpanzu, tunamjua amefanya vizuri, ametoka alikotoka mpira, amempa pasi safi kabisa. Ambayo ilikuwa ni kidogo cha kumalizia tu mguu kutia mpira kambani, lakini tumeona kilichotokea. Umeona bana, amevuta sana, anataka kumpiga chenga mpaka golikipa, mwisho wa siku mpira unakwenda nje. Kwa hiyo tunasema vitu kama vile vilikuwa vinaendelea ni tabu, kwa sababu watu wa nusu finali ni kupata nafasi moja, kutumia nafasi moja. Tumeona wenzetu wa RS Berkane wametupa funzo kubwa sana mechi yao. Umeona bana, mechi yao wameshinda goli 4 bila. Ni kwa sababu gani? Kutumia nafasi. Kwani Berkane kapata nafasi ngapi? Na nimeangalia nafasi zilizopata Berkane, amepata nafasi chache kuliko namba zimezipata. Amepata nafasi 10 lakini tuna goli moja. Hauna Berkane kapata nafasi 7 tayari katia kamba 4 kambani. Na hii tunasema ndio unapotoka kwenye nusu finali. Unapopata nafasi hakikisha unatumia kwa usahihi, kwa sababu huwezi jua pengine nafasi yako ndio hiyo moja isijirudie tena. Sasa inakuaje kwenye hatua kama hii? Kwa hiyo niseme tu matumizi ya nafasi bado changamoto kwenye timu yetu. Tunakosa sana nafasi, tunazikosa kama vile. Na ikiendelea kuwa vile, muda mwingine nakatisha tamaa, lakini naiamini Simba yangu na muamini kocha Fadlu Davis ameshafanya vizuri kwenye uwanja wa mazoezi. Nadhani kilichobakia ni utekelezaji wa wachezaji. Kwa hiyo nadhani kabisa kama tunaweza kutumia nafasi kwa usahihi kama zinazopatikana, tunaenda finali. Na maana wana Simba bado mnamlaumu Ahoua kwa kazi aliyoifanya na ndiye mfungaji wenu wa kwanza katika mchezo huo. Hatukatai kwamba anafunga, lakini tunaangalia umefunga nafasi ngapi, umekosa nafasi ngapi, na tunaangalia nafasi huko kwenye eneo gani. Umeona bana, kwa eneo kama alokuwa jana lile lazima tulaumu, kwa sababu ushampiga chenga mpaka golikipa huko peke yako, unatazama nyavu hizi hapo, unashindwa kutia mpira kambani, tukosa kulaumiwa. Kuna nafasi unasema mazingira haya ni magumu, labda beki zilikuwa zimekaba hapa, ilikuwa ni ngumu kupitisha mpira, lakini kuna mazingira yanaonekana kabisa yako wazi kwamba hapa mtu lazima mpira ingie kambani. Ushampiga chenga mpaka golikipa huko na nyavu hizi hapo, unashindwa kutupia kambani. Kiukweli jana nimesononeka sana. Yaani bado kidogo nizimie. Ile goli niliona kwamba amepiga nje. Yaani bado kidogo nizimie kiukweli kabisa. Yaani nimesononeka sana kiukweli. Ina maana hata kuniambia kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba Sport Club katika kutafuta nafasi, yani zile kuzitumia nafasi sahihi, ni bado tukiangalia pia Lionel Ateba ni mshambuliaji ambaye huwa anakosa nafasi za wazi kama zile. Kwanza nishukuru Simba kwenye upande wa kutengeneza nafasi. Simba hatuna shida hiyo. Yaani kwenye swala la kutengeneza nafasi tu Simba hilo, yani hapo si hatuna shida hata kidogo. Lakini shida kwenye kumalizia zile nafasi, kukamvert zile nafasi kuja kuwa magoli, ndio tunakwama hapo. Lakini kwenye kutengeneza nafasi tuko vizuri sana. Mimi naamini ile pasi kama hata Ahoua angesema ipeleke hata kwa Ateba, alikuwa anatia kambani. Au yeye alipopokea pale mpira asingekuwa na haja kumpiga chenga golikipa. Ya nini? Wewe tayari ushaona unachagua engo nipige hapa. Yule mtu mwenyewe golikipa limejaa hilo kubwa kabisa. Hata angempelekea kula fikia angeweza kufuata. Kwa hiyo tunasema ni kusijajua ni kitu gani. Lakini pia chengine bado pia Fadlu Davis naye jana kiukweli Ahoua alishachoka, alishaumia. Na wakati alipata majeraha uwanjani alishasema kabisa, alishaonesha ishara kutoka atoke nje. Lakini kwa nini kocha unaendelea kumchezesha uwanjani? Tunaweza tukalaumu sawa, lakini hatuwezi kujua kaumia kitu gani. Pengine kilichomfanya ashindwe kuscore pale jana ni kwa sababu ya maumivu. Alishasema kabisa kwamba nifanyeni sababu tayari ashaona kwamba mimi hajiwezi. Lakini kocha anaendelea kuweka uwanjani. Nini shida? Wachezaji wapo nje, wapo, fanya mabadiliko, ingie mchezaji mwingine, hatuwezi jua. Kwa hiyo unaweza tukamlaumu sana Ahoua, sawa, ametuangusha sana na Simba, ameshindwa kuconvert ile nafasi ya wazi kabisa, lakini pia Fadlu Davis, mtu alishaonyesha anataka kutoka nje, kwa hiyo unaendelea kumngangania. Pengine jeraha kaumia sana, pengine kaumia goti, hujui kaumia wapi, ndio maana kashindwa kuconvert ile nafasi. Pengine angeingia mchezaji mwingine ambaye yuko vizuri, angeconvert ile nafasi. Kwa hiyo nasema sijajua ni zimu gani linatembelea pale kushindwa kuziconvert nafasi za wazi kama zile. Kiukweli nimeumia sana, nimesononeka sana. Ina maana hata kuniambia kwamba Ahoua kukosa goli lile inapelekea kwamba Ahoua alikuwa amechoka, labda alikopa yupo mchezoni ndio imepelekea kukosa nafasi ile wazi. Ahoua aliumia. Na akasema kabisa, akamwambia kocha kabisa nataka afanye mabadiliko kwa sababu ameshajiona mwili wake kwamba hawezi kuendelea. Kama angekuwa yuko vizuri asingeomba mabadiliko, lakini mwenyewe kaomba mabadiliko kwa sababu ashajua mwili wake kwamba hapa nilipokuwa mimi siwezi, nimeshachoka au nimeumia, nifanywe mabadiliko. Lakini kuendelea kumtumia kapewa ile pasi ya wazi, hatujui. Pengine Ahoua angekuwa ambaye hajaumia, hajataka mabadiliko, pengine ile angeweza kushinda, lakini pengine hatujui kaumia ni kitu gani, pengine mguu au wenka na nini.
Ndio maana akashindwa kuconvert ile nafasi. Kwa muda mwingine tunaweza tukamlaumu, lakini tuangalie pia na hilo. Alishaomba mabadiliko muda mrefu. Umeona bwana? Ndio, katika mchezo ambao Simba Sport Club atakuwa ugenini Simba na Stellenbosch huko South Africa. Je, nini kifanyike katika mchezo huu ambao tukitegemea Simba tuone katika hatua ambayo inayofuata kama atafuzu? Tukumbuke Simba Sport Club ana ushindi wa goli moja tayari mkononi na kule anaelekea ugenini. Unahisi mechi itakuwa aina gani katika mchezo huu? Kwanza kama nilivyosema mara kwanza, nini kifanyike? Kwamba nilivyosema mara kwanza, Simba hatuna shida kwenye kutengeneza nafasi. Yaani kwenye kutengeneza nafasi Simba mechi unaweza tukatengeneza nafasi hata 15. Lakini shida bado iko pale kwenye kutumia hizo nafasi. Ndio kitu ambacho kifanyike. Nadhani kocha Fadlu Davis akae na wachezaji wake chini. Awaambie, unajua kufunga ni sanaa ya mtu. Kocha anafundisha mbinu na namna kufanya. Lakini kwenye kufunga kuscore goli hiyo ni sanaa ya mtu. Sasa nadhani kama wachezaji tempo labda imeshuka, labda kuna kitu kidogo kiko sawa au labda kwenye psychological labda kuna tatizo, nadhani kocha akae nao. Awaeleze basi, jamani hapa tuko kwenye hatua ya nusu finali, sio tulikotoka. Tunahitaji nafasi moja tu ituvushe. Sasa kama unataka unapata nafasi 3, 4, 5, 6 mpaka zile 10 jana unashindwa kuzitumia, ni changamoto. Uwezi jua wale kwao wamejipanga vipi, kwa sababu nao Stellenbosch sio timu ya kubeza. Tumeona anapocheza anazuia vizuri. Je, kesho na kesho kutwa amekubahatisha kigoli kimoja pale wamezuia, unafanyaje? Kwenye penalti hajulikani. Umeona bana? Kwa mwisho wa siku itakuja kuletea matatizo. Kwa nadhani Fadlu Davis akae na wachezaji wake vizuri, awaambie watengeneze pia sio tu uwanjani, hata kisaikolojia pia watengenezwe wawe vizuri, ili anapoipata nafasi aweze kuitumia kwa sahihi. Tunaumia sana sisi mashabiki. Alikuwa anakufuata chuma tatu jana, yule alikuwa atoki. Umeona bana, lakini ona sasa, kwa sababu tulipompiga cha kwanza alishapoteana kabisa, nafasi za wazi kabisa zinakosekana. Ile kitu sisi wana Simba inatumiza sana jamani. Maana matumaini ya Simba bado mnayo kwamba mtavuka katika hatua hii ya nusu finali na kwenda finali, kutegemea katika mchezo huu ambao mmecheza mkiwa nyumbani ushindi wa goli moja. Unaona mnaenda katika hatua inayofuata finali? Na imani kubwa sana tunavuka, tunakwenda hatua finali. Kwa uwezo wa Mungu tunaamini kabisa tunavuka hatua finali, tunakwenda kucheza. Sawa sawa. Na mpinzani tujajua kule kati ya nani, kati ya Berkane au ule nani, lakini naona kabisa Berkane kama ameshakata tiketi ya kwenda kwenye finali, tunakwenda kuchukua kombe na tunavuka kabisa. Na iamini timu yangu, naamini kikosi changu, na muamini kocha Fadlu Davis. Nadhani tunakwenda kucheza mchezo mwingine kabisa tofauti na ule. Ule umeshapita, ni mchezo mwingine, tumeshafunika kombe, Mwanalamu apite. Tunakwenda kwenye mchezo mpya, tunakwenda kutengeneza mbinu mpya. Nadhani Fadlu Davis ana mengi sana kuzungumza na wachezaji kwa sababu kila kitu ameona, benchi la ufundi limeona kilichofanyika pale. Kwa sidhani kama tutakwenda kurudia makosa. Manake ni wasaa huu sasa wa kocha na benchi lake la ufundi kukaa kutazama tunafanyaje jamani. Mchezo kwanza umeshapita, tumefunga goli moja, lakini kuna makosa alifanyika haya na haya. Nadhani ndio kitu ambacho kocha anakwenda kufanyia hapo marekebisho, na naamini mchezo utakuja kuwa mzuri. Tunavuka, tunakwenda nusu finali, tunakwenda finali moja kwa moja. Bana, Young African katika mchezo huo ambao mlicheza jana dhidi ya Stellenbosch, wanatia neno, wanasema kwamba kwa mchezo huo mlivyocheza mkienda kule South Africa mtatoka patupu, ina maana mtaishia katika hatua hiyo hiyo ya nusu finali. Je, wewe unaongeleaje swala hili? Kwani Yanga anacheza lini kwanza kwenye NBC? Maana hata sijui. Yanga leo amekipiga dhidi ya Singida. Mimi sijui. Ndio maana tunaposema kwamba Simba ni klabu kubwa tunamaanisha hilo. Manake Simba inapokuwa inacheza basi michezo mingine yote kabisa inapotea, ionekani. Mimi nilikuwa sijui kama Yanga inacheza. Ulikuwa hujui kweli kama Yanga leo anacheza ligi kweli? Sasa mimi najua wapi, kwa sababu kila na chombo cha wewe ninachofungulia ni habari ya Simba tu. Ndio tunaposema ni timu kubwa Afrika, tulikuwa tumekaa inatazama Simba jana anacheza. Unavyoniambia kama Yanga anajua, unanishangaza. Kwani kwenye ligi ya upo sasa hivi, na maana ufuatilie ligi uko kwenye shirikisho? Mambo ya kinje nje bwana, mambo ya kiulaya, mambo ya kimataifa bwana. Sasa hivi bwana, hii ligi kombe la mbuzi tunaliacha kwanza. Anaongoza ligi pale, ubingwa anautaka. Unaongoza anacheza na nani? Anaongoza anacheza na nani? Bado hajakutana na sisi. Yes, kasema achezi, akimbie hivyo hivyo. Lakini akisubutu kucheza sisi tunachukua kombe kama kawaida. Labda agome tu hivyo hivyo. Lakini kama tata timu uwanjani, anapotea vizuri. Ashachambia panga. Hapo ni yule. Inaonekana Simba msimu huu katika ligi mmejitoa kabisa, kwamba ubingwa hamtaki, nyinyi mpo shirikisho tu, ndio maana haufuatilia hata ligi inaendaje. Yaani sisi hatujajitoa kwenye ligi. Hatujajitoa kwenye ligi, lakini tunabadilika kulingana na wakati. Unajua sisi ni watu wazuri sana kutumia nyakati Simba Sports Club. Sasa hivi kimataifa, basi tunajiseti kimataifa, tunapanga mbinu zetu za kimataifa, tunacheza kimataifa. Huko tutarudi tu nyumbani mavumbini, kupo tunaenda kumaliza kule kwanza. Shughuli mbili zinaweza kukupoteza, ili mpoza fisi hizo huku na huku. Tunakuwa tunamaliza kwanza kimataifa, tunakuja huko aendelee huku kupambana, sijui anacheza leo, sijui kesho, hata anacheza timu gani? Hata sijui anacheza timu gani. Sasa unafikiri kuna nini hapo? Si mjomba na shangazi. Kwa mimi nadhani hapa sisi tupo kama kawaida yetu, tunamaliza kwa kimataifa, tunakuja kumaliza kwenye ligi hapa kama kawaida. Na akileta timu kaumia tunachukua kombe. Labda agome hivyo hivyo. Anafanya la maana sana. Kumbuke kuwa mna kibarua dhidi ya Singida Black Stars katika kombe la FA Cup ambalo ni CRDB. Yanga dhidi ya JKT.
ni hatua ya nusu finali. Je, unaona utavuka katika hatua hiyo na kwenda nusu, ili pia Young African anacheza na JKT kuvuka kwenda hatua nusu ili mkutane dhidi ya... Kwanza niseme Singida ni timu ndogo sana. Ukizungumzia Simba Sports Club ukaizungumzia Singida ni timu ndogo sana. Kwamba watu tuamshe saa ngapi? Singida siku yetu atoki. Wewe mwenyewe umeona mechi iliyopita, amejifanya kukomaa amekaza, lakini mwisho wa siku imekuta kichwa kuta. Kwa hiyo sisi tunapiga pale pale kama kawaida yetu. Na hata haitotokea kuja kutufunga. Kwa hiyo sisi tunapiga tu kama kawaida. Hawezi kututoa yule mtoto mdogo. Hawezi. Amchelewi kusema GSM family bana. Yaani hata awe nani? Sasa tunapiga mtu na mjomba wake. Tunaweza tunapiga yule mjomba na kuja tunapiga yule mpwa wake. Hatuache mtu kitu. Yaani tumezamilia ubaya. Hiyo tunatoa ubaya tunamaanisha hivyo. Ubaya. Ya kweli hayo ndugu yangu. Mimi nakwambiaje, wewe ngoja uone. Wale washachambia moto hawatoki. Lazima apotee kwa raundi hapa.